pale unaishi na jirani yako, lakini hamjawahi kushirikiana hata kwa jambo lolote lile, hamjawahi kushirikiana. Ni bure kabisa, ni bure, yani ni bure kabisa. Haitakusaidia wewe kuwa mzee wa kanisa ambaye unaaminika. Ukisimama watu wanakupungia mkono, maana wanakukubali. Haitakusaidia kama kwenye maisha yako hujajiwekeza katika kuwasaidia watu. Maana unapowasaidia watu, ngoja nikwambie, unamfanyia Yesu kazi, lakini pia watu hawawezi kukusahau. Hawawezi kukusahau. Sikiza nikwambie, Mama Dorcas, mpaka akina mama walikuwa wanalia baada ya yule mama kupoteza maisha. Tena vitabu vingine vinasema kwamba hata ugonjwa ule mama haukujulikana kwamba ni ugonjwa wa design gani. Hawakujulikana kwamba ni ugonjwa wa pressure, hawakujulikana kwamba ni ugonjwa wa design gani. Maana tu ulikuwa ni ugonjwa wa ghafla tu ambao ulikuwa umempata, alafu akaenda akapoteza maisha. Lakini pamoja na hayo, wale akina mama wakapeleka nguo kwa akina Petro, wakamwambia Petro, angalia hii nguo jinsi yule mama alivyokuwa amenishonea, angalia. Ninapiga picha wazee walivyokuwa wakienda kwa Petro, akamwambia Petro, angalia hili joho ambalo nimelivaa. Asingekuwa huyu mama nisingeweza kupendeza hivi. Ninapiga picha taswira mwingine kwamba mwingine huenda ni kiatu kilikuwa kimeharibika. Anamwambia Petro, angalia kiatu changu hichi kilikuwa kimeharibika, lakini huyu mama akaamua kunisaidia. Mwingine anasema mimi nilikuwa na changamoto fulani, lakini huyu mama nilipomueleza alinisaidia kwenye changamoto zangu. Petro akaenda kumuomba Mungu. Hatimaye yule mama akafufuliwa tena. Ngoja nikwambie